Then Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of the assembly of Israel, and spread out his hand towards heavens. And he said, Lord God of Israel, there is no God in heaven above or on earth below like you, who keep your covenant and mercy with your servant, who walk before you with all their hearts. You have kept what you promised your servant David my father. You have both spoken with your mouth and fulfilled it with your hands, as it is this day. Therefore, Lord, God of Israel, now keep what you promised your servant David my father, saying, you shall not fail to have a man sit before me on the throne of Israel, only if your sons take heed to their ways, that they walk before me as you have walked before me. And now I pray, O God, let your word come true, which you have spoken to your servant David my father. Hallelujah. Hallelujah. Tunazungumzia kuhusu majukumu ya maombi. Assignment of prayers. Majukumu ya maombi. Maombi ni tofauti. Kuna maombi ya intercession, kuna maombi ya kivita, kuna maombi ya kushukuru, kuna maombi ya kuabudu. Maombi ni tofauti. Na kila maombi yanastahili kufanyika katika mahali panastahili. Mwanzo kabisa lazima tuelewe what is happening in your life. What is not happening in your life. Ni jinsi gani utaomba na jinsi gani utashukuru. Kuna kuomba na kuna kushukuru. Lakini wakati mwingine unakuta tumeambiwa ombeeni chakula. Do we give thanks because of food, or do we pray for food? Hallelujah. Do we give thanks or we because they are there? Bwana Yesu asifiwe sana. You are at war. What kind of battle prayers you do? Uko kwenye hali ngumu, ni maombi aina gani unastahili kufanya? Na hiyo ndio nataka nikufundishe, maana kanisa lisipoomba litawezwa. Watu wakikosa kuomba, juzi niliyokuwa katika ndoto, tulikuwa tumeenda mlimani. Tukwenda mlimani kuangalia nyuma. Nilikuwa nimebeba watu lori mzima, lakini kuangalia nyuma nikakuta sina mtu. Kwa nini? Kwa sababu walififia njiani. Nikatembea nikajikuta peke yangu. And when you stop praying, enemies will rise up. Maombi yanasaidia kupigana na maadui. Maombi yanasaidia kukupatia direction. Maombi yanasaidia Mungu akuzungumuzie. Maombi yanasaidia Mungu akuwezeshe. Maombi yanasaidia wewe kuweza kujielewa. Bwana asifiwe sana. A man or a woman who does not pray, anashindwa. Vita vikitokea atashindwa. Atakosa mwelekeo, atakosa direction, atakosa muongozo. Basi itakuwa chochote kitakachofanyika katika maisha yake hakitafaulu. That is why tumeambiwa ni muhimu kuomba. Na ndio nimeona siku ya leo nikufundishe tu, maana nimeona tumeenda sana lakini hatujielewi. Kanisa hili halijielewi hata kidogo. Kanisa la sasa halijielewi hata kidogo. Kila wakati Yesu alitoka, alienda akapanda mlima, akaenda kuomba, walikuwa namuona the following day. Lakini wanashindwa Yesu ameenda wapi? Lakini every time anaamuka, anaenda na watu 6, anaenda kiwango fulani cha mlima, anawaacha hapo. Anachukua 2 kati yao 6, anaenda kiwango kingine ya mlima, anawaacha hapo. Kisha baadaye anapanda kwenda peke yake. Maana levels za maombi ni tofauti. Levels za watu na kuelewa maombi na kuelewa ni jinsi gani ya kufanya mambo ni tofauti. Na hiyo levels ambazo ni tofauti lazima tuzielewe kwa njia ya utofauti, maana
hatuwezi kufaulu kama hatuelewi tuko katika level gani, tuko katika kiwango gani cha maombi. Wewe unaweza kuwa ni mgeni, umeokoka leo, kisha uingizwe katika maombi ya kupigana. Utashindwa vita, maana hauelewi utatumia nini katika maombi ya kupigana. Wewe ni mgeni, umeokoka leo, kisha ukaingizwa katika maombi ya kufunga na uelewi kufunga kunafungwa namna gani. Utashindwa kwenye hiyo vita, maana hauelewi. Lazima uelewe kutoka level moja hadi level nyingine, ujielewe na ujue ni kwa nini umeingia mahali umeingia. You must be able to understand the rationale of your prayers. You must be able to understand why the church, wakati huu tunaomba kwa nini. Ninaweza kuambia tufunge, lakini lazima niwaambie tunafunga kwa nini. Ndio ukienda kufunga usifanye mifungo ya ujinga. Maana maombi mengi tumefanya kwa ujinga. Ujinga ule wa kutokuelewa, sio ujinga ule wa matusi. Ule ujinga wa kutokuelewa. Tuko katika hali, kanisa imeingia kwenye hali ya vita. Alafu na mimi nimekuja nimewaambia simameni muanze kupigana vita vya kiroho. Mtaanza kupigana vita vya kiroho, lakini kufika mwisho nyinyi yote mtakuwa wagonjwa, mtakuwa na matatizo, mtakuwa na shida, kwa maana mliinuka kupigana na pepo ambalo hamulielewi. Kabla ya kuanza maombi lazima uelewe ni nini unaomba. Ukiingia mahali lazima uelewe mapepo ambayo yanamiliki katika maeneo kama haya. They are territorial altars, territorial powers, forces of darkness ambazo zinamiliki hii building. Katika eneo ya Ndura kuna territorial altars, kuna territorial powers, kuna ngome ambazo lazima uzielewe, ndio ujue utapiga injili yako namna gani, utafanya kazi yako namna gani, utaishi na watu wa hapa namna gani. Because the territorial powers ziko hapa, ziko na mbinu zake, ziko na nguvu zake, ziko na mamlaka yake. Na wewe sasa, kwa sababu umeokoka, unakuja unaanza kupiga makelele, unaanza kushout, mapepo toka, mapepo enda, mapepo rudi, lakini hauelewi hata kidogo what you are doing. Hauelewi. Lazima ufanye kitu inaitwa spiritual mapping. For you to succeed in any warfare, in any prayer, you must be able to do spiritual mapping. Bwana Yesu asifiwe sana. The spiritual mapping is understanding. Gekomba, mimi nafanya kazi Gekomba. Gekomba inaitwa Gekomba kwa nini? Uanzie kwa jina. Mimi nafanya kazi Ndura. Uanze kujua jina Ndura ni limetoka wapi. Meaning ya jina Ndura. Meaning ya jina Nairobi. Nimeingia Nairobi. Mimi sasa naanza kazi kufanya Nairobi. Lazima kwanza kabisa understand jina Nairobi lilitokana na nani. Kisha uende mpaka yale maeneo unaishi Sinai. Kama unaishi Sinai lazima uulize, na hii si Sinai ile iko Israel. Hii ni Sinai ya mukuru hapa chini. Ni manyumba ya mabati. Ni kwa nini iliitwa Sinai? Kwa jenga. Ni kwa nini kuliitwa kwa jenga? Kwa Ruben. Ni kwa nini kuliitwa kwa Ruben? So that you can be able to understand. Ninaishi majengo. Ni kwa nini majengo inaitwa majengo? Ukijua ni kwa nini inaitwa majengo, utaweza kujua walioanzisha ni nani, na walianzisha kwa kipindi gani, walianzisha kwa muundo gani, walianzisha kwa roho gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Now once you know the name of the place you are living, you will be able to understand the formation, the foundation behind where you are living. Kwa hiyo kuunderstand ile building unafanyia kazi, ni building inaitwa nani, inaitanishwa na nani, ilijengwa na nani, utaweza kuelewa ni kazi gani ama ni nini kilifanyika huko, ni roho gani ambaye anatawala mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mfano ukiangalia Gekomba, Gekomba ni jina ya Gekoyo ama si jina ya Gekoyo? Gekomba, Kikomba, si Kikomba, ni Gekoba, jina ya Wakikuyu. Ni Gokoba, Gekoba, Gokoba, Kuboro, kuomba, Kuboro, Gokoba, ni kunani? Ni Gokoba, Kuboro, si ndio? Neguo, ni Kuboro. Beatrice, ni Kuboro, Gokoba. Borrowing. Jina Gekomba ni borrowing. Wanaofanya Gekomba, how do they live? What kind of a life do they live? Gekomba kunauzwa ma second hands. Kwa hivyo unaongojea mzungu avae imuchokeshe ndio uletewe ukuje ununue.
Yeah? Na kukopa. Yeah, good. Kwa hivyo ushafanya hiyo kazi. Na kukopa bills. Wale wote wanafanya huko. Unakopeswa bills. Unaambiwa chukua bill, toa shilingi 8,000, utaleta shilingi 4,000. Alafu huko ndani Gekoba kuna watu wako huko. Kazi yao ni kukopesa watu pesa. Na kazi yao ni kuchota kazi yako. Ukishindwa kulipa, unachukuliwa kazi yako. Because the foundation of Gekoba ni ya kukopa. Na si watu wengi najua wamekuwa Gekoba wakachomoka vizuri. Kwa sababu there is a spirit behind Gekoba. Labda uelewe katika ulimwengu wa kiroho, uvunje hiyo spirit, utaweza kufanya hapo. So that is the meaning, that is the essence of understanding the place you living, the place you are working, the place where you go. Lazima uelewe ulitoka Ukambani ukakuja Makongeni. Lazima uelewe Makongeni ni nini, ilikuwa Makongeni. Ni nani walianzisha Makongeni? Walianzisha wakiwa na mpango gani? Ni spirit gani? Uende Mukuru kwa Jenga. Ni mahali panaitwa kwa Maskwota. Ni mzee alikuwa anaitwa Jenga ndiye alianzisha. Na alianzisha akijenga nyumba za mabanda za makaratasi, kwa sababu wao walikuwa masikini, hawangeweza kujenga nyumba mzuri, hawangeweza kununua mashamba, hawangeweza kuwa na plot yao. Ndio kwa maana wakajenga nyumba za makaratasi na kukaitwa Mukuru kwa Jenga. Maana Mukuru ni mahali pa kutupa takataka. Ndio kwa maana kukaitwa Mukuru na kukaitanishwa na huyo mzee anaitwa Jenga. Kwa hivyo nini inatembea huko? Ni roho ya Jenga na roho ya umaskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada wakati huyo mzee alikufa, si alikufa juzi. Huyo Jenga alikufa. Alipokufa, saa hizi mashamba yote huko imekatakatwa, Wahindi wamechukua mashamba yao. Sijui mliona ubomoaji ukifanywa huko. Ubomoaji mkubwa alipokufa. Roho ambayo ilikuwa imekamata hiyo ardhi ilipoondoka, wenyewe walikuja, maana ni mashamba ya Wahindi. So it is very important for you uanze kufanya na kitu kinaitwa spiritual mapping. Ukiingia kanisa kama hii, lazima ufanye kitu kinaitwa spiritual mapping, understand ni roho gani anatembea kwa kanisa hii. What kind of a spirit? That's the Bible says. Katika neno lolote unaambiwa, nikikwambia unabii, nikikwambia jambo lolote, you need to interrogate the spirit behind me. Not all spirits are from God. You need to interrogate. Before the prophetic word I tell you, you need to understand where is the root cause of the prophetic word I'm releasing to you. Love God. Yes, I know. Therefore, it is very important to do the spiritual mapping of the area you are, of the kind of business you know. Nani alikuintroduce kwa ile biashara unafanya? Kama unauza nguo, lazima uliintroduziwa kuuza hiyo nguo na mtu mwingine. Huyo mtu aliyekuintroduce alikuwa nani kwako, na alikuwa na nini, na huko anajulikana kama nani. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very important for you ndio uanze kuunderstand, ujue, ndio uelewe kushinda vita vya maeneo unaenda. Kama ni tumeanza vita vya kupigana hapa, kuvunja madhabahu ya shetani, kuvunja madhabahu yoyote katika mahali hapa, lazima tujue ni nani walianzisha hii building, ni ya nani, ilianzishwa na nani, alijenga na nini, alijenga kupitia nini. Then that only you can do it by doing what we call spiritual mapping. Spiritual mapping ni kuipenya katika ulimwengu wa kiroho na uweze kuelewa ni nini, utapata ufunuo. Once ukipenya katika ulimwengu wa kiroho, utapata ufunuo wa kujua ya kwamba wale watu walianzisha Ndura walikuwa waganga, walikuwa wachawi, walikuwa Wahindi, walikuwa Wasomali, walikuwa wa namna hii, walikuwa Wakikuyu, walikuwa Wakamba, whatever they are. Then once you understand, uta-understand ni nini walitumia. Walipokuja hapa, walikuwa wanamuita Mungu mgani. Nairobi iliitwa jina Nairobi na Wamaasai waliokuwa wamekuja kuchunga ng'ombe, walikuwa katika mapito yao, wakaingia kwenye mto huu unaoteremuka hapa, wakaona mto uliokuwa na maji baridi, wakaita mahali hapo Nairobi Engare. So unakuja unajua jina ambalo limeitanishwa na Nairobi ni jina la Kimaasai.
Kwa hivyo walipokuja hapa wakapata maji mazuri, walikaa mahali hapa na wakakaa zaidi, na walichinja ng'ombe na wakatoa madhabahu. Achana mtoto, wakatoa madhabahu, wakatoa mang'ombe, wakachinja mambuzi, wakachinja zile zitu zote wanafanyanga ambazo zinaambatanishwa na madhabahu. Kwa hivyo waliinua madhabahu hapa, ndio kwa maana jina lao lilidumika. Capital city ilikuwa haifai kuwa hapa. Capital city ilikuwa inafaa kuwa Machakos. Until today, ukienda kwa vitabu vya kiserikali, capital city ni Machakos. Lakini reli venye ilikuja kwa Wahindi ikapita nje ya Machakos, ikang'oa, ikafanyika Machakos haiwezi kufanyika the city, kwa sababu reli imeipita nje ya Machakos. Ikakuja ikashuka mpaka hapa. Ndura ni part ya that thing. Hutu tunyumba unaona ni twa 1920s. Ni twa zamani. Waliojenga ni nani? Ni hawa Wahindi waliokuwa wakijenga reli, na ndio walikuja, walikuwa na mwito moja, na hiyo mwito yao ilikuwa nini? Harambee. Harambee sio ya Kikuyu, harambee sio ya Kenyatta, harambee sio ya viongozi wa Kenya. Harambee ni kitu inaitwa ya Muhindi. Na nini inamaanisha nini? It is Hare Ambe. Hare is their god. Hare Krishna, it is their god. Ambe ni kama kusema Bwana asifiwe. Kwa noti yenu mumeandika nini? Harambee. Kwa maisha yenu, kwa kirauni ya serikali ni nini? Harambee. Meaning that hata tukae namna gani bado tunatumikia miungu ya Kihindi. Na ndio naona Wahindi hawana mashamba, Wakikuyu ndio wako na mashamba, Wakamba ndio wako na mashamba, Wakisii ndio wako na mashamba, lakini Muhindi yako na pesa na anakaa nyumba ya kukoboa pale Gara. Ameajiri watu 1,000,000. Because noti imewekwa mungu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Noti ya Kenya imewekwa nini? Their God. And there is nothing you can be able to do. Kenya imejaribu kujenga reli na wa China, imefika hapa. Huyu president wetu akaichukua akaipeleka kwa shamba yake, ikaishia hapo, akarudi ya Wahindi. Sasa kutoka Naivasha kwenda mpaka huko Kisumu, Butere, Mumias, yote ni ile ya Wahindi inafanya kazi, because their God alifika hapo na akasema no, hauninyang'anyi territory. Railway ikarudi. Kuna railway na kuna SGR. SGR ni ya Moshina na ile nyingine inaitwa Kenya Railway. Hizi unaona zikibia hapa, zikienda Dadora, zikienda wapi, hizo sasa ni madhabahu ya Muhindi, kwa sababu ni Kenya Railway. Lakini ukienda pale sio Kemau, uingie hiyo ya kwenda huko inaitwa SGR. Hiyo sasa ni mungu wa nani? Ni territory ya China. Walichinja manguruwe, mliona picha. Walichinja manguruwe, wakachinja mang'ombe, wakati walikuwa naanzisha, wakaferment, wakasema mungu wetu asimame. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kuunderstand na kujua ni mahali gani uko na ni nini kinatawala mahali hapo, utajua. Hapa ni roho ya Wamasai, maana Nairobi ni jina la Kimasai. Walitoa madhabahu, wakachinja mambuzi na wakainuria mungu wao madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo mungu wao wamemu-maintain. Na ndio naonanga ng'ombe za Wamasai hapa zinakuja, zinaingia kule kwa soko, zinakula na zinarudi peke yake kabla. Chukua ng'ombe zenu 5 lete Nairobi. Zikaribie kukanyaga pale Dagoretti pale hivi kuvuka Nairobi. Askari wakajo ndio hao. Utaenda kuzichukua na huko. Wanapelekaga wapi? Dagoretti. Utazipata huko za Mkikuyu. Lakini za Mumasai na hakuna mtu anazichunga, zinatembea huko peke yake. Kwa sababu it is under their territory, under their altars. Na kujitoa ama kuelewa ndio hapa area hii ikukubali. Lazima uelewe Nairobi ni akina nani. Ujue ni akina Masai. Na ndio naonaga Musugu anapanda ndege kuja kuona Mumasai. Hakuna Musugu amewahi kuja kuona Mkikuyu. Na Wakikuyu ndio wako na akili. Musugu wako na akili kuliko Mkikuyu, lakini anapanda ndege kuja kuona mjiga anaitwa Masai. Uniambie kama ni mjiga. Juzi niliana mzee mwingine alikuwa na shuka, alimpeleka mtoto wake shule. Tunasemaga pesa yote ya serikali sijui percentage fulani ipelekwe Northeast and North Frontier huko, kwa sababu huko kuna shida mingi sana. Huyo Mumasai anasema aliuza buzi ngapi? Buzi 3, akalipa school fees ya mwaka mzima. Nani maskini?
Pesa yote ya CDF inapelekagwa huko kwa sababu ya kupigana na umasikini. Ni kwa nini? Kwa sababu maeneo makubwa ya nchi ya Kenya inamilikiwa na Wamasai. Nakuru ni jina ya Kimasai. Nyahururu ni jina ya Masai. Nyeri ni jina ya nani? Ya Masai. Meru huko ni majina ya Kimasai. Wede baka hapa Gikuyu ni jina ya Masai. Uliza watu, hakuna mtu anaishi hapa Gikuyu Kiambu yote. Hakuna Mkikuyu, hakuna. Usidanganywe ati mimi ni wa Kiambu, ni Masai. Wakikuyu wako Murang'a peke yake. Nyeri ni Masai. Nyeri ni jina ya Kimasai. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio naonaga watu wa Nyeri ni maworia kwa sababu walitoka pande ya Saburu. Naonaga hata bibi ukimgoromokea kidogo anakuambia ni ukonyona. Ni ukonyona. Atatodonoga ni akosomithia ri. Agigusomithia ri we asomete ri. Mimi si Mary sina ubaya. That is the answers. Uende Moro ni jina ya Kimasai. Uende mpaka huko, mpaka Eldoret ni jina ya Kimasai, sio ya Kalenjin. Wamemiliki pati kubwa ya nchi. Na ndio naona juzi niliona huyu senator mmoja hapo anaenda bunge na mashuka. Hebu enda na shuka wewe. Enda na shuka bunge. Uone kama hautatolewa. Utanyanyuliwa na utolewe nje. Lakini yeye anafahamu mashuka, anasema this is my tradition. Maombi bunge ikifunguliwa lazima Mmasai aombe. Lazima Mmasai akue ndani ya bunge aombe. Ni kwa nini? Because they control the territory. Where the capital city is, it is their territory. It is their altar. Where the parliament is, it is their territory. It is their altar. So the God that is heard there, Mungu mwenye anasikikaga pale, ni mwenye ako kwenye hiyo territory. Bwana asifiwe sana. Ndio unaona kazi zetu nyingi zimekwama. Mipango yetu katika maisha yetu imekwama. Ulitoka wapi? Ulitoka huko Makueni. Makueni kuna miungu ya Makueni, lakini pia Nairobi kuna miungu ya Nairobi. So ukiingia maeneo ni uweze kuelewa ni miungu gani inatawala. Sasa hiyo nimewapatia ni ya Nairobi. Ukuje sasa maeneo kama sasa hapa Kaloleni ama hapa Mudhurwa ama mahali popote hapa, understand jina la Mudhurwa lilitoka wapi. Jina la Majengo, Majengo inahusishwa na nini? Na usherati. Bwana Yesu asifiwe sana. Usherati ndio ina thrive Majengo. Majengo yote ukienda, it is poverty and prostitution. Tunyumba tuote twa Majengo hata Tanzania, uende Tanzania, uende Arusha, uende mahali popote mahali kuna Majengo. Utoke hapa uende Nyeri Majengo, uende Kisii Majengo, uende Kisumu Majengo, zote nyumba zinafanana kwa sababu zililetwa na watu walikuwa naitwa Waswahili. Na walishamiri katika hali ya usherati na walishamiri katika hali ya umaskini. That is where until today Majengo zote it is about prostitution and poverty. So how can you be able to prosper? Lazima ukielewa ni ngome gani, ni miungu gani inatawala mahali hapo. That is when you come and raise an altar. You ask God, wachana ni na huyo mtoto. You ask God, who controls here? Then God, through a revelation, He will give you revelation to understand what kind of powers that operate here. Kutoka hapo anakupatia jawabu, niinulie madhabahu hii, toa sadaka hii, tuweze kuvunja madhabahu hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Juzi hapa tulisoma kuhusu Jerusalem. Mpaka leo Jerusalem ni mji ambao umekuwa na vita. Watu wa Hezbollah, watu wa Israel, watu wa Palestina wamekuwa wakipigana. Yasir Arafat alikufa akipigana. Watu wameuliwa wengi sana. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hiki tumesoma katika kitabu cha Solomon, King Solomon, kitabu cha Solomon chapter number 8, First Kings chapter number 8 verse 21. Solomon stood before the altar of the Lord, and he built an altar for God. When King Solomon built, alijenga temple for God. Alijenga pale Jerusalem. But let's go back to the name Jerusalem, and let's go back. Where is Jerusalem built? Jerusalem is built katika nchi ya mtu anaitwa Mkanani. That is biblical. Ezekiel 16 inazungumzia kuhusu
Ezekiel 16 verse 1 inazungumzia kuhusu mtu ambaye anaitwa, akaambiwa mama yako ni Mhiti, baba yako ni Mwamori, na wewe umeshaliwa kwenye nchi ya Mkanani. Na inasema nini? Wewe Jerusalem, uifahamishe Jerusalem machukio yake. Why is Jerusalem suffering? Because your mother is a Hittite and your father is an Amorite, and you were born, kuzaliwa kwako ni katika nchi ya Mkanani. Kwa hivyo Jerusalem imezaliwa katika nchi ya Mkanani, lakini aliyemzaa mmoja ni Mwamori na ule mwingine ni Mhiti, wote ambao walikuwa wamelaniwa. Naye nchi ya Mkanani, Mkanani ni nani? Ni mtoto wa nani? Mkanani alikuwa mtoto wa nani? Kanani ni mtoto wa Hamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hamu alifanya nini? Hamu alilaaniwa. Ham was cursed because of seeing the nakedness of his father. Ham was not cursed. The curse was released, lakini haikushika Ham, because Ham ni baadhi ya wale waliingia ndani ya Sabina, na wale waliingia ndani ya Sabina walibarikiwa. Kwa hivyo mtu ambaye alikuwa amebarikiwa na Mungu mwenyewe hangelaanika, lakini kizazi chake kitalaaniwa. Haleluya. Ndio naona David amefanya makosa mengi, lakini laana ya David imewapata watoto wake. Hello. So Canaan, it is the origination of a curse. Then Jerusalem ilijengwa juu ya Canaan. Mpaka leo the land that Jerusalem is built, it is the foundation of Canaan. And Canaan ilisema they will never see peace. Has Jerusalem ever seen peace? It will never see peace until today. Na kile wanachokipigania ni nini? Wanapigania msikiti uliojengwa na Suleiman. Watu wa Freemason wanaabudu kupitia huo msikiti. Watu wa Islamu wanaabudu kupitia huo msikiti. Wayahudi wanaabudu kupitia huo msikiti. Every community wana claim that part of that mosque. Wanasema ni yao. Because it has got a connotation of a foundation. It is an altar. Na hapo ndio Solomon aliambia Mungu, watu wako watakapokosa, wakuje kwako watubu madhambi zao, waungame wainue mikono yao juu, uwasikie. Watakaponyoosha mikono kupitia madhabahu haya, watubu dhambi zao, warudi kwako kwenye madhabahu hii, basi na wewe uwasikie ukiwa biguni. Kwa sababu ni madhabahu. Madhabahu ndio ina control. Madhabahu ndio inasema, sio kuokoka. Kiokoko chako ni cha kukufungua macho uone mahali unaenda. Kuokoka ni kupatiwa nguvu ambayo haina watu wengi. Ni kupatiwa uwezo ambao watu wengi hawana. Unafunguliwa macho, inaweza kuona kitu ambacho wengine hawakioni. Hiyo ndio meaning ya kuokoka. Maana wakati wa baraka zilikuja, Abraham alibarikiwa, hakuwa ameokoka. Joseph alibarikiwa, hakuwa ameokoka. Uokovu umekuja baada ya Yesu Kristo. Na Yesu Kristo alikuja kutuunganisha, kurudisha ahadi ya Mungu na binadamu. When God created man, na hafu man akafanya madhambi, akaondolewa kwenye shamba ya Eden, Mungu alifanya plani zake zote, akalete Yesu ndio alete lile agano lake na Mungu, ndio iweze kurudi. Yesu came to return the covenant of God, to make you understand yourself and you have superior power than anybody else. Kuokoka sio kuwe mjinga. Kuokoka ni kuelewa na kujijua na kupata nguvu ya kujua ni kwa nini nilikuta baba yangu akiabudu nyoka. Is it part of godliness? No. Ni kwa nini nilikuta baba yangu akiangalia Mount Kenya na anaita Mungu wa Mount Kenya? Ni kwa nini nilikuta baba yangu akiuchinja mbuzi na alafu wanachinja, wanaangalia matumbo, wanasema kutanyesha mvua? Those are the altars that they control. Na hizo zinaitangwa territorial altars, sacrificial altars, ambazo zinatolewa madhabahu na ziko na power katika maisha yako.
Hiyo ndio vitu vimewafunga. Maana mama yako, baba yako alikuwa mganga na alikuwa mchawi. Kama mama yako alikuwa mchawi ama alikuwa mganga, ama baba yako ama babu yako ama babu ya babu yako, na hayo maneno hayajavunjwa bado yako, ama yalivunjwa, Catholic Church ilikuja wakachukua hizo mavibuyu wakaenda wakachoma, na hawakuvunja ile madhabahu. Ango yako aende kwa mganga, ile madhabahu inafufuka. Sijui kama unanielewa hapo. Kukue tu na mtu mmoja katika familia yenu, nyinyi yote mumeokoka kwa sababu mlienda AIC, mkaenda Catholic ama mkaenda ile neno kanisa mlienda. Lakini kutokea mtu wenu mmoja, anko ama anti na uko bali, aende kwa mganga, na hapo kulikuwa na madhabahu ya kiugaga, ameactivate na itawatawala kwa sababu haijavunjwa. Hata uokoke kwa miti, hata ukue pastor namna gani, hata ukue muinjilisti namna gani, kama hiyo kitu kuna mtu ameifufua mahali, nyinyi inawatawala. Ndio unaonaga mapasta wengi ni wako kwa madhabahu, lakini bado ukimuona tabia zake na mando yake anafanya kiugaga, kwa sababu formation yake ameactivate. Once you activate, hata kama sasa mimi nimeokoka, nikiokoka hivi nimeactivate ulimwengu wa kiroho. Kuokoka kwangu kuna activate ulimwengu wa kiroho, na huo ulimwengu wa kiroho ukikuwa activated, roho yoyote inaweza kuingia. Ni kama useti mabati hapa ama uache maji hapa, maji umwage tu, haijalishi kama ni ya choo ama ni ya nini, kisha uweke unyaya wa stima, uweke hapa, iguze hapa, shoku itapigwa na kila mtu, itawapiga nyinyi wote shoku. Kwa sababu ya nini? Imeactivatiwa na moto. Na katika ulimwengu wa kiroho ni moto ambao unahitaji tu connection. Ukiconnect upande wa wachawi inaenda, ukiconnect upande ya waganga inaenda, ukiconnect upande ya Mungu inaenda, ukiconnect mahali popote utaconnect, itafanya kazi. Ndio utakuta kuna mtu hapa anafanya visara kazi, anaruka hapa anajiita nabii, na anaona kabisa na ako kwenye madhabahu, na huwezi kumchallenge. Huwezi kumchallenge kwa sababu ataona na atakwambia mama yako ni kiwete, si anataka hivi. Na unaona kweli anataka hivi. Lakini ameactivate nini? Ile roho ya waganga ya kuka yako. Kwa hivyo lazima ujielewe, ujue kabisa wewe ambaye mimi nakuoa wewe, bali sinakuoa leo. Uelewe wazazi wako kama walikuwa wachawi ama waganga. Uelewe walikuwa wanaishi namna gani. Kutoka hapo utaanza kujijua, kuelewa utaishi maisha magani. Ama ninaendelea nitaoana na huyu ama nitaoana na yeye. Kwa sababu ninakuja na kumbe kwetu sisi hiyo mizimu. Utazaa mtoto na chochote utakachokifanya kitakuwa kwa sababu foundation yangu, nimekuja na uchawi zangu, nimekuja na uganga yangu, tumeshikana na wewe. Alafu nayo kweli baba yako alikuwa anapiga pombe, alikuwa anafanya mambo kafara hii, walikuwa wanaenda kwa waganga. Sasa tumekana na madhabahu utakutana. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu utakutana. Ndio unaona si vizuri kukimbilia. Ukipata mwanamke wa kuoa ama mwanamke wa kuoa, don't run. Don't look at the sema siku zinaenda, wacha ziende. Kwani uko wapi mbele? Wacha ziende. Most of us wengi tuko kwenye biashara ambazo zinamilikiwa na ngome za madhabahu. Wengi wetu tuko katika maeneo, we are in countries that are dominated. Tumetoka hapa, kumbe ni pepo lilinitoa hapa likanipeleka Amerika. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wetu wametoka kama my brother pale, alitoka kutoka kwa Bokusu mpaka Meru mpaka Turkana. Kumbe ni pepo la usherati nikamata nikampeleka mpaka huko. Nikamlipia mpaka fare, akaenda mpaka huko, akaenda kwa prostitute na zero zero. Because it is about killing the destiny. Any demonic altar is meant to kill your destiny. The day you succumb to it, the day ukifuata na ukai kulingana na hiyo wiki kwenye hiyo madhabahu, kutoka hapo start counting the destiny yako inaanza kuvunjwa. Because the meaning, maana ya altar kuja
altar ya kishetani. Maana yake kutumwa katika maisha yako, imetumwa kwa kusudi moja tu, kuhakikisha hakuna kitu kitaendelea katika maisha yako. Ndio naona watu wengi, ukiangalia mtu wa sura yake unaona anakaa pesa, lakini unaona mtu sura yake anakaa kitu ambaye ni tajiri sana, lakini ukitafuta utajiri yake, unaona mtu anakaa ni mrembo, ni mzuri sana, ni mtu mwanaume mzuri, black tora the handsome, lakini hakuna mke kama yeye. I love you, you look handsome, you look good. Lakini ukienda sasa kusema wewe unataka kuoa. Bwana asifiwe sana. So until niweze ku-identify mka yako alikuwa na vitu wangapi, baba yako alikuwa na vitu wangapi, huko kuliendaje huko, ndio nivuje hiyo madhabahu niweze kujenga yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. My grandfather alikuwa na wanawake 30. No wonder niko na watoto wengi hivyo. Kana atia. Leche hiyo ni kitu nimekuja kuwaza juzi tu. Wakati wa boy wangu anaolewa, nikaona vitoto vyangu vyote viko hapa na hakuna hata kimoja kia mama na mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikafanya ndio, nikaenda nikauliza mama yangu, nikamuuliza kwani kulikuwa na idaje? Akaniambia guka yako wewe utoketie guka guo. Guka kumbe alikuwa na wanawake 30. Na alikuwa na watoto. Sasa ukiangalia hivi vitoto vyangu vyote ziko na mama. Si hao mama tumeshikana. Alice. Najua sasa hiyo ni topic ya wale watu wanasikilizaga kwa Facebook. Na wale wanaodaga. Na nataka na wamenyamaza sana. Sasa nataka kuwatengenezea ka topic ka kuongea. Mbona nemo maraya? Najua lazima niwatengenezee, na natuoji sahihi. Lazima niwatengenezee ka topic. Usiwahi kubali adui yako akose kitu ya kusema kukuhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. TV yetu Bethel imejulikana sana. Maadui ndio nyinyi hapa. Hakuna kwenu mtu anaonanga Bethel, watu wa kanisa hii. Lakini maadui wameambia watu tahikorera igwe, hikorera Bethel TV, uikorera rauga. Wametusabasa. Tunamjulikana Bethel imevuma kuvuma. Ukikosa maadui hakuna mahali unaenda. Hakuna mahali unaenda. Ukikosa kabisa mami, umesikia? Tengeneza. Ukikosa adui kabisa katika maisha yako, tengeneza. Nikikosa nitakukanyaga tu mguu. Kwa nini ulifurahia walipokuambia tuende nyumbani kwa baba? Kwa sababu kwa baba kuna kila kitu. Si baba Raila, wacha kuniangalia vibaya. Mimi ni wa Ruto. Mama hapa ananiangalia. Si nimfurahisha nimwambie kwa sababu yeye ni wa Ruto. Baba wa mbinguni. Nazungumzia kuhusu baba wa nani? Wa mbinguni. Siwachana na huyu baba. Hiyo jina baba alitoa India kwa hii harambee. Ndio naona akienda, semekana ameenda medical, akienda India, anakuja barabara zote wa Kenya watu wanatokelezea. Inaendaga ikiisha, tena inafufuka. Inaendaga ikiisha, tena inafanya nini? Inafufuka. Ndio naona anashidaga. Lakini kwa sababu si kwa njia ya Mungu, ananyang'anywa na Mungu. Hata hii atanyang'anywa. Hata hii hata kalia, write it somewhere. Hata ikalia. Na simchuki, is my best friend. Ni neighbor yangu, ni my best friend. Lakini hata kalia. Baka wachane na miungu, atembee na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wataaibishwa kwa sababu it is about two kingdoms. Ni about the Freemason na Mungu. God has chosen Kenya to be the platform of the revival of the gospel of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa vitu vinatengenezwa, vitu vichenjanga, vitu vinatengenezwa na Mungu kwenye siasa, kwenye makanisa inatengenezwa, kwenye biashara anatengeneza, kila mahali tunasikia huyu jamaa anazunguka akisema bottom up. Hata yeye itamkura baadaye hiyo bottom up. Kwa sababu bottom up ni ya Mungu. Mungu anataka kuinua watu wake. Yeye tu ni vessel ya kusema na ajui, yeye anaichukulia ni siasa. Lakini bottom up ni Mungu anainua. Atakutoa kwa mavumbini saa hii. Atakuinua. Atakufanya mchungaji kila mtu dunia mzima. Atataka kukuguza wewe. Na ukumbuke miaka 2-3 hapo mbeleni. Hata radio alikuwa anasema unanuka. Anataka kukuguza.
Huyo radio ndiye anasema mimi ndiye huyo mtu alikuwa anaishi kwangu, nilikuwa namsaidia. Hata sikumlipisha nyumba miezi 6. Na sikupenda ni kwa sababu jamaa alikuwa amefugiwa nyumba miezi 6 mpaka huyo mama kaona ninapoteza pesa, akamwambia kuja toa vitu zako. Niwe kuna mtu anataka kukopea. Lakini wakati utabarikiwa itakuwa alikuwa anaishi nyumba yake bure. Nilimsaidia huyo kijana. Kwa hivyo it is very important for you to understand. Stop wasting your time on the rest. Seek ye the kingdom. Concentrate your prayers to the kingdom. Seek the righteousness. Live and walk righteously. Stand according to the will of God. Do according to the will of God, and you will conquer every person ahead of you. Anything. Hata ufanya nini. Juzi hapa Wakikuyu hawagesimama na mtu. Si ndio? Wakikuyu wote kai malikai. Nemogira roga mire na mundu ungi kabirenge. Roga hage kuyo gitu. Saizi wamekufa na nani? Eda Nyeri niliona Nyeri ilikuwa yero yote. Wakikuyu wote wa Nyeri na ndio wanakuwa na ujinga mingi. Wote walikuwa kwa Ruto. Wote walikuwa kwa Ruto. Na si Mkikuyu ni Mkalenjin. Mungu akiamua kubadilisha kitu. I'm telling you my friend. Hata maubo utakuta zinakufuata tu hivi. Hata mainzi unakuta tu unafukuza hizi na kataa. Ni anointing imeflow kwa sababu the rest have been ordered. Sasa wewe ndio utasema siku nataka hizi, nilikuwa nataka baraka. Nilikuwa nataka utakuta unaomba ulikuwa huombi kimwanaume. When the rest comes unakuta mpaka machokora. Hi mami, hi city, hi babe, hi ta, hey te, unakuta kila kitu kinakuzungumzia kwa sababu zimeachiliwa zote. The rest have been released. So it is for you now to fanya selection. The work ile umeachiwa ni kufanya selection. Godly selection. This is what I want. Hallelujah. Wangapi wamebarikiwa. Let me continue ndio tumalize. Hapo niwaambie what is supposed to happen. And 7 nations greater than you. Verse 2. And when the Lord your God delivers them into your hand, you shall conquer them. Kwa hivyo ukiingia kwenye maeneo, when God gives you that eneo, when God gives you that person, when God gives you that business, you shall conquer them. Conquer. Hakikisha umetawala. Hakikisha ukikohoa wanaitika. Unasikia nakusa uko dagate. Nani mkoho? Ukifungua biashara, make sure you conquer them. Don't wacha nikwambie venye siri, wacha nikwambie venye utawafanya. Make sure you conquer them. You shall make tumako. And when the Lord your God delivers them over to you, you shall conquer them and utterly destroy them. Utterly destroy them. Uamarize. Don't hesitate ati kwa sababu mtu ni rafiki yako. Mariza, ukijua ni nyoka, piga kichwa. Piga kichwa hata kama yeye ndiye anakupatiaga chakula. Hata kama yeye ndiye alikununulia kale kagari unatembeaga nako. Hata kama hiyo kaguo umevaa ni ka huyu mama. Utterly destroy, ukijua ni nyoka, piga kichwa. Usispare ati huyu unajua anaweza badilika. Hawezi. Alikuwa ameubwa kukuja kumaliza wewe. Kazi yake alikubwa. Wanawake unaoa mwanamke kama huyu, kumbe alikuwa ameubwa purposely agie kwa maisha yako akuvuje. Unakuta mzee kama huyu anakuja kanisani anajifanya mzuri na anakaa vizuri, kumbe alikuwa ameubwa kuja maliza hii kanisa. Ukijua hivi ni nani, don't spare. Hata kama ni mtoto yako. A snake is a snake. Na ukimaliza snake, maliza baka na mayai. Usiweke mayai ati wacha tuwekea kuku inaweza kutoa viparaga. Maliza baka mayai yende uchome yote. Don't. You shall utterly destroy them. God, Mungu akikutoa kwa umaskini, make sure roho ya umaskini umeimaliza kabisa. Mungu akikutoa kwa roho ya kukosa kazi, hiyo roho ya kukosa kazi, make sure you destroy it completely. Never make any covenant with them. Sijui kama tunaelewana hapo. Did you understand me? That is why I would rather go na watu 20 kuliko tuende na watu 1000 ambao ni manyoka. And I will not spare you. Me, I don't have a friend. Sijui kama mmenoti hivyo. Mimi sinaga rafiki. Rafiki yangu ni ule tunaenda safari moja. Na tukifika mahali kona bili niangalie hii ni nyoka. Uko libo wabetoneke.
Utanichukia. Kuna mtu alikuwa ananiuliza that you are the most difficult person to understand. Why do you want to understand me? Why? Mimi nimekorogwa. Karo, mimi nimekorogwa kutoka nikiwa na 19 years old. Ndio niliingia jela yangu ya kwanza nikiwa na 19 years old. Na sikuwa nimefanya makosa. Wamenikoroga. Hakuna jela Kenya hii sijapelekwa. Kwa nini? Nilifanya nini? Ni makosa gani hii nilifanya? Lakini walikuwa nataka kumaliza ile kitu iko ndani yako. Naye Mungu akasema, wewe funja wao. Sio nikikutana nao na wakorogaka mpaka wanasikia kweli. Yes. Yes, wanasema nikimudukiria. No tougete. You shall make no covenant with them, no show mercy to them. It is not me. It is biblical, Beatrice. You shall not make any covenant, nor show any mercy to them. No mercy. If you expected any mercy from me, don't. Forget about that. Because I'm following the Bible. I'm not following my teachings. I'm following my Bible. Turuke hapo tuende verse gani? Turuke hapo tuende ndio tumalize. Tuende verse 5. Yeah, verse 5. But thus you shall deal with them. You shall destroy their altars. Amepatia direction how you do it. You shall destroy their altars and break down their sacred pillars and cut down their wooden images and burn their carved images with fire. So why do we burn? Amesema to burn kwa nini? So that ichomeke mpaka mizizi isiwahi kufufuka. Kwa sababu kiende uirushe kwa takataka inaweza kufufuka. You destroy and burn them with fire. You bring down their pillars of Asherahs. You bring down their altars. You destroy for you to dominate, for you to capture Nairobi. Ndio Nairobi ikukubali. Vunja madhabahu ambayo inamiliki mahali huko na mahali huko ya Nairobi. Toa sacrifice yako. Toa kila kitu. Hakikisha madhabahu umeyavunja ndio uweze kukubalika. For you to be accepted in Nairobi, lazima you destroy their altar. You build your altar. Ndio tunangangana hapa Nairobi, ndio unaona tunapigana. Tutapigana mpaka tuinue madhabahu yetu hapa na tutakonga Nairobi. Tutakonga, just wait a minute. Tutakonga. Once I have the right people to go with, tutakonga. We are going to conquer. Ask yourself, am I the right person? Ask yourself. Jiulize, am I the right person? Hallelujah. Nitakuwa nikikuja saa hii na kuja after saa zingine 6. Am I that right person for the work of God? Then tusome verse 6 ndio tumalize kabisa. Inasema hivi. For you are a holy people to the Lord God. The Lord your God has chosen you to be a people for himself and a special treasure above all the peoples of the face of the earth. Oh, Simulike, that you are a holy people and God has chosen you be the special people above any other, above anything. I am a special. Sema, I am a special person. Wakatarababa. Mimi. Sema, mimi. I am a special person above any other that have been chosen in the face of the earth. That everything will look at me and they say, this is blessed. Acha kujikua. Doka wana meri wanyama. Doka wana. You are a special person. Ringa. Yes, na unatembea mikono kama imekaa hivi ni kama uko na mahoa huko. Unatembea hivi. Watu wajue ni wewe. Because you are a special person. Wacha kuja sura kama huyu mwangayo mzee. Amekuja sura na hako kanisani. This is message to liberate you. A message to turn around your life. A message to make you know that you are a special person, a holy people unto God. Nobody, no weapon fashioned against you. Bwana asifiwe sana. Nothing, because you are special. Wherever you are, in the position you are, in the territory you are, make sure that people know you are a special person. Na usiogope kanyanga kama ndogo ya jaba. Yes. Ile kazi hata kama, but make sure everybody knows your presence. Ukiingia mahali, make sure they know you are existing. That is what we call
a true man of God, a person that has God in himself, a person that is walking in the righteousness of God, a person that has conquered the altars of the enemy, a person that has witnessed the power of God, a person who can claim that this is God. Huyo mtu lazima ukuwe na mabavu, ukuwe na nguvu ya kuweza. And in this altar, wacha niwaambie siri moja, in this altar, if you are in the wrong person in this altar, hautafaulu, hauwezi kupenya. Huyu mzee aliniambia siku moja, ameangalia hapa, ameona this is a military camp. Yes, it is. Hapa ndio tunanyorosha watu mpaka wanakaa mzuri. Mami, huyu mama anaachaka tukiwa marafiki jana, leo anakuta kai hata sisalimiwi. Na hatukukosana kuliadaje. Hapana, nimeona kitu baya. Na utaniguza kwa mikono yangu. Ukikaa kobokobo na kukanyagisha tu, nakwambia kanyaga ije tu. Nyumba hii lazima tu creative space ya watu wengine. Sasa umekuja wewe ni nyoka, umekalia kiti badala ya watu wakalie. Kanete ando itu. Netigua tuseme kama hudu. Na githetigua. Na githetigua ando itu. Mayanga ini mukadiga. Aida mumemuacha huyo mzee akiame akoronire. Ndogekararania na Ngai otofore. Some basi 7. The Lord did not set his love on you, nor choose you because you were more in number than any other people. For you were the least of all the people. But because of the Lord's love you, and because he will keep the oath which he swore to your fathers, the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of the bondage, from the hand of the Pharaoh. Mwambie Pharaoh, nimeokoka. Naenda Kanani. Mwambie Pharaoh, nimeokoka. Naenda Kanani. Mwambie Pharaoh. Si mzima umekalia viti, mko Misri. Mwambie Farao na umekaa chini. Naenda wapi? Na amekaa chini tu. Mwambie Farao, nimeokoka. Naenda Kanani. Mwambie nataka hiyo ibodon. Adoni ameanza kuwa mtu mzuri. Si mnaona hivyo? Ameanza kuwa mtu mzuri. God is going to glorify you. Don't wacha kujali. Let me tell you one thing. Let me tell you one thing about this man. Mimi nampenda. Na ninapoona anateseka, huanga nasikia kulia. Tumetoka bali na yeye. And God just brought him to my life. I don't know why. But I know one thing, one day, God will show you the reason. Just keep that. Nyenyekea tu. We, kubali tu kutoa ile uluya mingi, utoe ile umoyo mingi, hiyo vitu utoe tu. Uone venye Mungu atatenda kwa maisha yako. I'm telling you. Mimi wakati nilikubali kutoa umuungike kwa kichwa yangu, na ukikuyu, na ujabasi, Mungu alianza kuniinua tu pole pole. Hata nyinyi wote, mami, utoa ujaruo utoe kekado. Uambie Mungu sasa enter me. Aweke ile kakitu kana vinyako kwa kompyuta nasema vitu zinaanza kufanyika. Unaweza fikiria ulienda ile inaitwa ile ya Citizen inaitwaje? Ile ya kucheza. Loto. The blessings